Najua wengi mlikuwa mnatamani kumuona Dennis akifilisika, Dennis akipata adhabu kali. Sasa nikwambie, Dennis tuliyekuwa tunamuona, Dennis akimiliki magari, Dennis akimiliki makampuni. Mpenzi mtazamaji, Dennis wa sasa sio yule mpenzi mtazamaji. Nakwambia sio yule. Ukitaka ujue ninachokizungumza, basi mpenzi mtazamaji, nenda na hii video mpaka mwisho. Nenda na hii video mpaka mwisho ili uweze kupata kujua, je, Dennis kapatwa na nini? Lakini wakati mpenzi mtazamaji unaenda na hii video, nikusi mpenzi mtazamaji, kwanza fanya jambo moja ambalo ni muhimu sana kwako wewe. Comment kwa chini. Kwanza comment kwa chini kuhusiana na Dennis msaliti. Lakini by the way, unaweza comment kuhusiana na penzi la mtoto wa bosi. Unatamani kuiona ndoa ya Loveness na Kevin? Na kama unatamani kuiona ndoa ya Loveness na Kevin, basi niulize tarehe ya ndoa Loveness na Kevin ni lini. Mimi nitakwenda kukujibu hapo kwa chini kwamba tarehe ya ndoa Loveness na Kevin iko hivi na hivi. Lakini wakati unaacha comment yako mpenzi mtazamaji, usisahau kubonyeza alama neno subscribe kama upo YouTube, Promoter 255. Lakini kwa wale ambao wako TikTok, Promoter 255, usisahau kuacha comment yako na kunifollow. Maana ukitufollow basi itakuwa rahisi zaidi kwako wewe kupata taarifa na notification kuhusiana na mwendelezo wa tamthilia yetu. Mpenzi mtazamaji, bila kupoteza bando lako, tunajali sana muda wako. Bila kupoteza bando lako mtazamaji, bila kupoteza bando lako mtazamaji, sasa najua umesubscribe. Kwa kweli mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe na kutufollow hapo. Yes. Mpenzi mtazamaji, tukiwa tunazidi kutizama mwendelezo wa tamthilia yetu ya mtoto wa bosi na mfanyakazi wake, huku tukiwa tunazidi kumuona mama Kevin akizidi kufanya maandalizi ya mwanae Kevin ili apate kumuoa Loveness. Unajua tena, apate kumuoa dada wa kazi. Lakini wakati mama Kevin anafanya maandalizi, ya kufunga ndoa na mpenzi wake, bana nikikurudisha katika upande wa mwanetu Dennis msaliti. Dennis ambaye mwanzoni tulikuwa tunamuona akiishi kama boss, akiishi maisha yale fulani ya kitajiri. Ni kwamba hali ya Dennis mpaka sasa ni mbaya sana mpenzi mtazamaji. Na ni kwa nini ni mbaya? Ni baada ya kusalitiwa na Oti msaliti mpenzi mtazamaji. Ni baada ya kusalitiwa na kijana Oti, kijana mkimya, kijana ambaye mwanzoni tulikuwa tunamuona kama kijana unajua tena mtumishi wa Mungu nini, lakini leo hii anageuka kuwa msaliti. Lakini mpenzi mtazamaji, nitakwenda kukupa sababu ambazo zimemfanya Oti msaliti awe msaliti. Ni kitu gani ambacho kimeweza kumfanya Oti msaliti abadilike kati mwanzoni alikuwa anaishi maisha yale ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, kusali nini, tunajua tena kanisani, yeye na kanisa tusemeje yani mpenzi mtazamaji. Lakini leo hii anageuka. Sasa nitakwenda kukupa sababu. Lakini wakati unajiandaa kuzijua hizo sababu, unajiandaa kujua kilichomkuta Dennis mpenzi mtazamaji, kikubwa usisahau kuacha comment yako na kubonyeza alama neno subscribe. Lakini by the way, usisahau kucomment kwa mwanetu Oti msaliti, alichokifanya ni sahihi ama sio sahihi mpenzi mtazamaji. Unaweza comment. Sasa mpenzi mtazamaji, kama niliweza kutaarifu kama mwanzoni kwamba mwanzoni Dennis, Oti msaliti alikuwa anaishi maisha ya kumtumikia Mungu. Lakini baada ya kuizoea pesa na kukutana na watu wanaojua pesa na kuizoea pesa, akajikuta sana changanyikiwa. Maisha yenyewe yanamchanganya, yanamuingiza katika starehe. Na katika starehe anakutana na watu gani? Anakutana na watoto wa 2000 tuseme. Watoto wa 2000 wakamchanganya kiasi kwamba yani kutokana na ile kuchanganyikiwa, ikambidi sasa afanye amwibia hadi bosi wake ambaye ni Dennis. Sio, inaeleweka mpenzi mtazamaji? Na hisi hapo umenielewa chanzo ambacho kimeweza kupelekea Dennis aishi katika maisha fulani. Kwa hiyo Oti msaliti ikaona
kama na date na watoto 2000 na watoto wa kitajiri na siwezi kuwarisha na nawapenda, cha kufanya hapa ngoja nimsaliti bosi wangu bana. Kweli Buka Dennis kule anapanga mikakati ya kumshirikisha Oti Msaliti kwamba nenda ukafanye jambo fulani. Naona Oti Msaliti anapewa baadhi ya taarifa kwamba aende akauze viwanja, lakini bali na kuuza viwanja auze nyumba. Akimaliza kuuza ile pesa nusu amletee bosi wake ambaye ni Dennis. Kitakachobaki achukue yeye. Dennis baada ya kufanya hivyo akafanikiwa kuipata pesa milioni 200. Naona baada ya kuipata pesa akutana na watoto 2000 wakamdanganya. Kila mtu anahitaji pesa, anahitaji matumizi ya kila siku. Oti Msaliti akaona hapa unidanganya. Kabidi Oti Msaliti sasa aichukue hiyo pesa. Ameichukua pesa, ameondoka na mtoto wa 2000. Matokeo yake sasa Dennis anakuja kuulizia Oti Msaliti uko wapi? Anaulizia zile mali zote ambazo ziliuzwa. Mali zangu zote mbona sioni? Na maana akauza kaondoka. Wale walionunua namwambia kwamba Oti Msaliti ametuuzia na kukimbia, amekimbia na mtoto wa 2000. Dennis anajikuta kuchanganyikiwa. Amwambie nani? Penzi mtazamaji, walisia movie yetu unakwenda kutupeleka katika maisha ambayo kwa kweli yani inakwenda kuvuta hisia fulani za watu, kwa sababu baadhi ya watu walitegemea kwamba Dennis angeweza kushinda, lakini nao Dennis sasa anaanza kupitia maisha magumu kutokana na kutumia muda mwingi kumwamini Oti Msaliti na kumshirikisha katika mpango yake. Kwa hiyo katika jamii hii inatufundisha kwamba sometimes ukitaka kuplan kitu plan private. Yes. Kwa hiyo Oti Msaliti, Dennis Msaliti ameshindwa kuplan private mpango yake. So mpenzi mtazamaji, tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Nahisi umeburudika zaidi na umemuelewa kijana Oti Msaliti. By the way, umeelewa sababu ambazo ziliweza kupelekea Dennis Msaliti kusalitiwa, lakini bali na hayo umeelewa sababu ambazo zimeweza kufanya Oti Msaliti Oti amsaliti nani? Amsaliti Dennis ambaye ni bosi wake. So mpenzi mtazamaji, tukutane wakati mwingine panapo majaliwa, lakini muhimu zaidi usahau kuingia mjini YouTube na usubscribe na kucomment. By the way, kama upo TikTok usisahau kule nadondosha kila siku. Usahau kunifollow pale. Naandika jina Promoter 255. Then unafollow hapo kwa chini na kuwa rahisi zaidi kutupata muda wote pale ambapo movie inatoka, pale ambapo Kevin anatoa taarifa, basi inakuwa rahisi zaidi kwako wewe kuipata. Tukutane wakati